Umesikia yule dada akiwa anasema, pastor, usingeniombea ningekuwa nafanya kazi ya nyumba. Akona nyumba amenunua, akona wholesale. Jamani, mwaka ujao usiwe ni mwaka wako wa baraka. Hata kama hujui kubarikiwa ni nini. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake. Naomba huyo mwanangu aende ajenge nyumba kwake haifanani na yeye. Tunapomaliza kutumia mwili wa Yesu na damu ya Yesu Kristo, nitakuombea maombi ya baraka. Si tushapona? Si tumepona na tumekombolewa? Nitakuombea maombi ya baraka. Kesho tunapokutana hapa profesi, kwa hizi siku 12 utafunguliwa, hata kama ni kwa lazima utafunguliwa tu. Matthew chapter number 26 verse number 26 to 28. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Inua huo mwili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu, usio mkate tena, bali ni mwili wako, mwili wa ukombozi, mwili wa miujiza na ishara. Watu wako wapone magonjwa yote wanapotumia mwili wako hata sasa. In Jesus' name I pray and bless the body of Christ. Amen. Unaweza kutumia mwili wa Yesu Kristo. Verse number 27 to 28. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Inua hicho kikombe cha damu ya Yesu. Bwana Yesu, hii sio divai tena, bali ni damu yako, damu ya ukombozi, damu ya miujiza, damu ya ishara, damu inayovunja maagano ya uchawi, urogi, laana, majini, talaka, uvimbe, kansa, kukataliwa, mauti. Wote waliofungwa wafunguliwe, wote walio chini ya laana wakombolewe. Umetununua kwa bei ya damu yako. Tunapotumia damu yako tukombolewe sote, tuwe huru. In Jesus' name I pray and bless the blood of Jesus. Unaweza kutumia damu ya Yesu. Inamisha kichwa tuombe. Asante Mfalme, ni kwa ajili ya damu yako na mwili wako. Yesu, sifa na heshima zikurudie. Asante ni kwa ajili ya damu hii. Kwa kipindi hiki, kila neno ambalo litatoka kwenye kinywa changu litimie kwa ajili ya maisha ya watu wako. In Jesus' name we pray. Amen. Ashas, tuchukue hizo vikombe. I want to pray prophetically upon their lives. In the name of Jesus and the power of the blood of Jesus.
usafisha kabisa. Imba damu damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Imba damu ya Yesu, damu ya Yesu, ya Yesu, oh damu ya Yesu usafisha kabisa. Tuimbe damu ya Yesu, oh damu damu Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Inaweza mambo yote. Damu ya Yesu, damu ya Kalvari inaweza mambo yote. Oh, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu yenye nguvu inatenda miujiza na ishara. Hiyo damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu Amen. Naomba uinuke kwa miguu yako na unyoshe mikono yako juu kuelekea mahali hapa. Bwana Yesu, maneno haya yatimie juu ya uzao wa madhabahu haya. Watu wa Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo hii, yeyote aliye na nyota yako apitie pigo hadi aiachilie kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyekubeba kiuchawi akuachilie, ushuke, maisha yako yaanze upya kuanzia tarehe 4 mwezi wa Disemba 2024 in the mighty name of Jesus Christ. Yeyote aliyezuia anga yako, kwa damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo, apigwe na radi ya damu ya Yesu Kristo, achilie anga yako upenye in Jesus mighty name. Yeyote aliyekamata nyota yako aiachilie, asipoiachilie Mungu aangamiza ya kwake mpaka uachiliwe huru in the name of Jesus. Nyosha mikono yote miwili kuelekea mahali hapa. I bless you with the kingly anointing. You shall be above only. You shall not borrow, but you will lend. You are blessed in the village and you are blessed in town. You are blessed when you go out and you are blessed when you come in. Hakuna laana kwako, umebarikiwa utokapo na umebarikiwa uingiapo. Familia yako imebarikiwa na ufanyike nyota kwenu in the name of Jesus. Aliyetawala na nyota yako afilisike na uanze kutawala kuanzia leo
Uzao wa New Life siku hizi 12 zifanyike sawa na nyota 12, yani kila mwezi ubarikiwe. Yeyote anayekaa hapa siku hizi 12, Mungu akugawie miezi 12 kila mwaka. In the name of Jesus. Januari ubarikiwe. Januari ubarikiwe. Januari ubarikiwe. Januari unakanyaga na Januari ubarikiwe. Ubarikiwe kifedha Januari. Ubarikiwe kibiashara Januari. Ubarikiwe kikazi Januari. Ubarikiwe na uzao wako Januari. Ubarikiwe kiafya Januari. Ubarikiwe kiujenzi Januari. Ubarikiwe kiakili na maarifa Januari. Ubarikiwe kiutawala Januari. Miaka yako iongezeke. In the name of Jesus. Januari hakuna mauti kwako. Januari ni kubarikiwa kwako. Ninaamuru the month of January to come to you with all its blessings. In the name of Jesus. Ukae mbali na magonjwa Januari. Ukae mbali na laana Januari. Januari ushike fedha na Januari ujenge. Januari uajiriwe, Januari ubarikiwe kikazi. Januari uolewe kiheshima, Januari uoe kiheshima. Januari watoto wako waingie kwenye high school kiheshima. Januari watoto wako wapate ripoti ya kupita mtihani wa form 4 vyema Januari. Januari unapoenda kupanda na uvune mwaka ujao. In the name of Jesus. Mwezi wa Januari iwe ni mwezi wako wa kubarikiwa in Jesus mighty name. Januari hautazika, bali Januari utalea in Jesus name. Januari hautahuzunika. Januari uhudhurie harusi, uhudhurie graduation, uhudhurie celebration za promotion, uhudhurie celebration ya nyumba mpya uliojenga, uhudhurie sherehe ya mashamba ulionunua. In the name of Jesus. Januari uingie na afya tele. I bless you. 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 12 times I bless you. In Jesus' mighty name, I pray, decree, and bless your life. Mtampe Yesu makofi mazuri. Kama unaamini Januari imebarikiwa kwako, mpe Yesu makofi mazuri. Pata nafasi ukae. Kila siku kwa siku hizo 12, kwa kinywa hichi changu nitabariki kila siku, nikibariki kila mwezi kwa maisha yako hadi utoke hapa. Amen. Amen. Unapona, unakombolewa, unajazwa na Roho na unapata vipawa hata vya maombi. Siku 10 na ngapi? 10 na ngapi? And every single day stands for every month. Na ninabariki kila mwezi kwa maisha yako. 2025 kuanzia Januari mpaka December, all of it is covered spiritually. Genesis chapter number 6 from verse 1. Lord, we thank you for your grace and your power. The power in your word, the power in your blood, the power in your body. Heal, deliver, and set your people free. Through the revelation, teach us more and more so that we may understand who we are and how important your blood and your flesh are in our life. In Jesus' name. Now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth,
and daughters were born to them. But the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. And the Lord said, my spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. There were giants on the earth in those days, and also afterwards, when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaumba wanadamu, akawaweka chini ya, akawaweka ulimwenguni, na watu wakaanza kuishi. Then spirits fell in love with man. Man ninamaanisha mwanamke. Roho ikampenda mwanamke, ama roho ikawapenda wanawake. Of their choice, kwa chaguo lao, wakawapenda, wakawaoa. Mara nyingi nimefundisha nikisema kunao watu ambao wameolewa na maroho na wanafanya kazi bure kwa ndoa zao, maana wanakosana na mabwana zao bure. Naongea ukweli, lakini hata kama unakasirika kasirika, lakini uelewe kile ambacho nakufundisha itakusaidia. Sababu najua ninapohubiri saa zingine nagonga tu nyundo kwa kichwa cha mtu mpaka nasema Pastor Ezekiel umeanzia wapi? Kunao watu ambao waliolewa na maroho, na hata ukiwapenda it is a waste of time, maana roho hutambua roho na mwili hauwezi kutambua roho. Amen. Maandiko yanasema na maroho yakaja yakawaoa mabinti of their choice. Roho inapokupenda inakupenda mwenyewe, sio wewe unachagua. Mimi nilipenda Pastor Sara, sio Pastor Sara alinipenda. Hakuniambia I love you Ezekiel. Roho yangu ilimpenda, ikaambukiza roho yake kunipenda, na akanipenda. Amen. Na kunao watu ambao wamependwa na maroho in the night. Amelala, ameota ndoto, akapendwa, wakafanya harusi, wakavaa pete. Na wengine hawajaolewa, na wengine waliolewa tayari, lakini wamevaa pete za kiroho katika ulimwengu wa kiroho. Hao watu ndio wameolewa kweli kuliko wale watu walioolewa na marriage certificate kwenye madhabahu. Kizazi cha leo kiko na matatizo because they depend on what they see outside than what is inside. Now the devil has come to deceive them by the power and the beauty of the flesh. The power, the beauty and the strength of the flesh. And they marry what is not for marriage. They reject what is for marriage. Maroho yakawapenda mabinti, yakawaoa, na walipoolewa wakazaa watu majitu. Maandiko yanasema nyakati hizo hao ndio walikuwa majitu, mashujaa, wamezaliwa na maroho. But mkumbuke ya kwamba hawa watu walioolewa na maroho waliolewa na wanaume pia. In the spiritual realm, Mungu anasema hawa watoto wanaozaliwa na hawa sio wa huyu mzee, lakini mume anajua ameoa mke na anajua amekaa na yeye, kwa hivyo hawa watoto ni wake. Kumbe ajui yeye ni chombo cha kufunika ukweli. Watoto si wake, watoto wamezaliwa na maroho in spirit. Unaweza ukazaa mtoto mpaka wewe na mke wako unajiuliza, hizi
hizi tabia si zangu, hizi tabia si za mke wangu, huyu ni nani tumemzaa? The spirit came into the flesh. Wewe ulitumika kama chombo tu. Maandiko nasema na Elizabeth na Zakaria mumewe wote walikuwa wazee, and the angel came and told them, you are going to have a baby. How could they have children? These people are all the power of the spirits. Na maandiko nasema na Mariamu akaambiwa na malaika, utazaa mtoto. Akauliza kwa njia gani? The spirit of God shall come upon you in power, na utashika mimba, na huyu mwanaume anaitwa Joseph atakuwa tu ni kifiniko. Sasa mimi nauliza, wangapi wamezaa watoto ambao sio wao na wao ni vifiniko tu? Tabia sio zako, roho yake sio yako, maisha yake sio yako, si ya mamake, sio ya babake, ni mtoto wa kivyake tu mpaka unasema amenishinda. Kwa nini? The spirit came, gave you a child. Wewe ni nguo tu. Na inakupa of its choice. Ikiwa inataka kupa mtoto mwenda wazimu, inakupa wazimu. Ikiwa inataka kupa mtoto mlevi, inakupa mlevi. Ikiwa inataka kupa mtoto mwizi, inakupa mwizi. Ikiwa ni wakahaba, anakuwa kahaba. The spirit came. Mimi nikuulize, do you want to tell me kwamba huyu mzee alizaa hii roho? Sababu akizaa hii roho yatakana awe na hiyo roho, yeye awe hivyo ndio mtoto awe. Sasa yeye anashangaa na mtoto wake. I know where the spirit was to take the young girl to. Nitakwambia. Unaona hiyo miguu vile inakaa? Mara nyingi huwa spirit inafikia mahali ina change akili. Ikisha change akili anakaa kama anakuwa na mikono inayokaa hivi, miguu inakaa hivi, alafu fahamu inapinduliwa. Because the brain is the hardware, the spirit is the software, and we are a computer called the human being. Amen. The brain that you use is the hardware. The spirit that fills your brain with the knowledge is the software, and this is the entire body. Hizi ambazo unasema pasa nidungie moto kwa hii kompyuta yangu ifanye, zote hizo ni cables zinatuma moto, na moto kwa mwili wa mwanadamu ni damu yake. And that power gives life to the computer, and the blood gives life to the body. So watu wengi wamezaa watoto wasiojua, si wao. The Bible says, and Adam gave birth to a baby in his image. His image. Wewe ni Adonai, wewe Yesu, wewe ni Adonai, wewe Yesu, wewe ni Adonai. Chapter number 9, Genesis. Utasikia vile Mungu anaongea kuhusu damu. Please, I don't want much walking. Chapter
chapter number 9. So God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. He gave them power to have children. Be fruitful and multiply and fill the earth. And the fear of you and the dread of you shall be on every beast of the earth, on every bird of the air, on all that move on the earth, and on all the fish of the sea. They are given into your hand, every moving thing that lives shall be food for you. I have given you all things, even as the green herbs, but you shall not eat flesh with its life, that is its blood. Surely you shall not eat flesh with its life. Hautawahi kula nyama iliyo na uhai wake, maana ile roho iliyoko ndani ya damu inakaa ndani ya mwingine. Amen. Sasa wakati ambapo unazaa mtoto ambaye ako na roho nyingine, si wako, umepewa mtoto. Manoa akaambiwa, mke wako atazaa mtoto atakaye wakomboa Waisraeli. Hii si mbegu ya Manoa, hii ni mbegu spesheli. Na watu wanaota ndoto wakiwa wameolewa na wakiwa wanakaa na watu na hawajui, kisha wanazaa watoto walevi. Baba si mlevi, mama si mlevi, babu si mlevi. Mtu anauliza, pastor, hii roho imetoka wapi kwa mtoto wangu? Na wewe ulizaa na nani? Ukazaa nani? Baba ako na akili, mama ako na akili, watoto zuzu wote. Mpaka unakaa hivi unajiuliza, mke wangu ni msomi, mimi ni msomi, we are doing quite well, tumezaa nini hii? But in the process, nitakupeleka polepole. Hiyo ni kushika mimba, nimekuongelesha. Ukishashika mimba, there is a process, roho inabadilishwa tu. Hizi vitu ninazihubiri na watu wanasikia kwa YouTube na wanaona kwa TV na hawafuatilii. Kushika mimba, the process ya kupokea mtoto. Unaweza kupokea mtoto ambao si bwanako, si wa bwanako, na si wa kwenu, kwa sababu ya ile roho iliyokuja. Hiyo roho inaweza kuja bila wewe kujua. Kuna watu wanaoota ndoto na wakumbuki. Ni kweli. Na roho inaweza kuja ikakaa na mzee wako akaja na mkazaa mtoto ambao si wa mzee wako na si wako. Mtu amenielewa? I'm speaking about spiritual life. Hiyo ndio maana unauliza hayo maswali. Huyu ni nani? Huyu mtoto nimemzaa ni nani? Huyu si yule wangu. Number 1. Number 2, unaweza ukashika mimba ya mtoto wako na wa bwanako akabadilishwa kwa tumbo. Hiyo ndio maana wanasema yeyote aliye. Unajua ni kwa nini shetani anakamata mabinti sana? Niliona mtu akiwa anauliza, ni wamama ndio wanaendaka kwenye hizo mikutano. Si watu wanasemanga hivyo, wamama ndio wanaendaka kwenye hizo mikutano za deliverance. Wacha wamama waje kwenye mikutano ya deliverance, maana wao ndio wanabeba watoto, hawajui wamebeba nani.
Wao ndio wanazaa, wanawaleta watoto hawa duniani. I tell you the truth, hata mimi nimezaa. Lakini roho unayozaa ni chaguo ya ulimwengu wa kiroho, sio chaguo ya mwanaume. Wamama muko na kazi, na mukidanganywa mukose kutafuta Mungu. Kumbuka yule mama kutoka Kisii, sijui kama ako hapa, alizaa watoto 5, moja daktari amekufa, mwingine sijui alikuwa nani amefariki, mwingine pia alikuwa anafanya kazi Mombasa kwa mambo ya kivukio pale feri, amefariki. Amebaki na watoto 2, moja amepata C+, akaenda kurudia biology ili asomee medicine. Serikali ikamwambia hatutambui subject moja. Akakasirika, akapanda gari, akahusika kwenye ajali, amekata mguu, yuko nyumbani na C+ na hakuna kazi. Na mtoto mwingine alipoona ndugu zake wote wamefariki, amebaki yeye na huyu mlemavu, akachukua nguo zake akatoroka. Mama ni mgonjwa, anafura miguu yote hivi na ajui ni ugonjwa gani. Hakuna hospitali inamsaidia. Haji alipofika kwenye madhabahu akafunguliwa, ako huru. Sasa atatoa wapi watoto 3 waliozikwa na mama ni mzee? Inaitwa wasted years. Umeishi maisha, ukazaa, ukalea, ukasomesha, then you end up with nothing, back to zero, back to square one. Ulisoma mpaka university, alafu na gongo akili, unarudi unaanza baba kuku dudu unarudi kwa A B C D E F G H A E O U. Mama, baba, ticha, huyu achapa mimi. Umerudi maisha zero katika uzee. Mzazi anaketi hivi, anaangalia watoto wake, anasema, Mungu, kama kuna watu walipoteza wakati, mimi nilipoteza sana. Sababu alizaa vizuri, roho ikageuzwa katikati. Tuongee kuhusu roho ambayo inageuzwa kwa tumbo. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Yesu, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Luke chapter number 1 verse 39. Verse 39. Now Mary arose in those days and went into the hill country with haste to a city of Judea, and entered the house of Zachariah and greeted Elizabeth. And it happened, when Elizabeth heard the greetings of Mary, that the baby leaped in the womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Then she spoke out with a loud voice and said, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. But why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me? For indeed, as soon as the voice of your greeting sounded in my ears, the baby leaped in my womb for joy. Mtu ambaye akona roho ameenda kutembelea mtu ambaye yeye aliyeenda safari kutembelea mtu akona nguvu kuliko yule ambaye ameenda kutembelewa. Mimi naomba jameni, watu wa Mungu, muende kwa makanisa mahali pasta akona nguvu kukuliko, angalau akupe roho ya kukusaidia.
Na waonya msiende kwa makanisa kwa sababu mnaenda mchango tu. Kama ni kuchanga, changeni, sina shida na hiyo. Usiende kwa kanisa kwa sababu ni kanisa la karibu na wewe, utapoteza wakati. And I'm going to warn you again. Mariamu akaanza safari kutoka kule mahali anakaa, akaenda kwa moja wa miji ya Yuda, akapata Elizabeth ako hapo mjamzito, miezi mingapi? 6. Akamsalimia, salamu hatujaambiwa, na mtoto akarukaruka, akajazwa na Roho, na Elizabeth mama naye akajazwa na Roho. Inamaanisha Yohana alibatizwa na Roho akiwa tumboni. Maisha yake, ile roho ya kawaida ilitolewa, akapewa roho ya utumishi na Yesu kwa salamu ya mamake Yesu. So mimi nitakuuliza swali, wewe unayenitazama kwa runinga, ikiwa wewe ni mjamzito ukaenda ukasalimia mtu ambaye akona nguvu kama Pastor Ezekiel, akakwambia huyu mtoto aliye ndani, hata akakusalimia tu, Mungu akubariki, ikiwa lengo lake ni kwamba mtoto huyu aliye ndani ya tumbo abarikiwe, huyo mtoto anabarikiwa akiwa ndani ya tumbo kabla hajazaliwa. Lakini ikiwa utasalimia mtu mchawi na ujui ni mchawi, akakusalimia habari za asubuhi mzuri, na wewe ni mjamzito na haujui alikusalimia na lengo gani, mtoto aliye ndani ya tumbo anaambukizwa roho mbaya. This is not the choice of the parents. The body utazaa, the spirit of the baby is not your spirit. Mariamu akona roho aliyepewa na malaika, huyo roho ni Yesu, ako ndani yake. Anasalimia Elizabeth habari za asubuhi, mtoto aliye ndani ya tumbo anaanza kurukaruka. Elizabeth anajazwa na roho na anaanza kutabiri. Sasa huyu Yesu, nikikupa damu yake na mwili wake leo, kila kitu ndani yako kinageuzwa mara moja. Because it is the angel who brought the message of the Spirit of Jesus inside Mary. If an angel is our servant, the angel is not created in the image of God. Chapter number 9 pale tumesoma, ukiteremuka inasema, do not shed blood, and any animal that kills a man, I God will kill that animal, because I have created man in my own image. So mimi na wewe tumeumbwa kwa mfano wa nani? Na Mungu. Tuko na uwezo wa kumbeba Yesu ndani yetu kwa urahisi sana. Ikiwa malaika ambaye hana image ya Mungu alibeba ujumbe na nguvu za Mungu, what about us? Weka hiyo kando, chukua ile chapter number 2 tulianzia, lete hapa. Ikiwa wewe unasema mimi naenda kwetu kutembelea mamangu, tangia nishike mimba sijatembelea mamangu, omba sana isiwe Kisii na isiwe Western, na pia isiwe Ukambani, na ukeshe ukiomba isiwe huku kwetu Pwani, na uombe isiwe Tanzania na isiwe Kongo. Kule Uganda ndio kuna uchawi kidogo kidogo, hawana uchawi wa maana. Kuna mtu ametoka Uganda? Mko na uchawi kidogo, si sana. Tanzania hao ni maprofesa, sisi pia ni madaktari huku, lakini kule sehemu za Kisii
wako na degree, Western wako na degree, wako na higher diploma. Kitui hii injili ya Nairobi ilivunja uchai wa Ukambani, imebaki certificate. Kuna wachungaji walihubiri injili Nairobi wakavunja uchai wa Ukambani. Hakuna mtu anaogopa Kitui na Machakos, hakuna. Hizo ni uchai certificate na craft. Amen. Sasa ukienda kusalimiana na yule unayemsalimia, kumbukeni Nairobi, yule binti, wacha Nairobi, Kisii, binti akawa ananiambia, pastor, nyanyangu walichinja kuku wakanimwagilia damu kwa kichwa kwa moto, wakanipa roho ya uchawi wa macho. Nikiangalia mtu anaugua. Kama akiangalia mtu anaugua, je, akiangalia tumbo? Lakini unajua hii kizungu ya leo tumesoma hii, no, I don't care, I'm okay, I thank God I've conceived. Maybe you've conceived my people. Too much education, too much English, too much knowledge, and we run away from the spiritual world. Ikiwa mwanamke aliye na Yesu ndani yake alisalimia mwingine mjamzito, the Bible says the same month ndiye alienda kusalimia Elizabeth, the same month, hata hajakuwa mjamzito. It is a spirit inside Mary, anamsalimia Elizabeth, sio kwa mkono. Salamu, habari ya asubuhi, hiyo sauti imebeba roho, na hii injili ibebe roho ya ukombozi kwako. Ukombolewe. That is why I always teach you, watu wa Mungu, mchuje injili mnayohubiriwa. Sio injili zote zimebeba uhai, injili zote zimebeba mauti tu, injili zingine zimebeba mauti tu. Mtu anakuhubiria mpaka ukitoka mahali hapo unasikia tu unaugua, tayari unajipanga kufa. Lakini mwingine anakuhubiria, ukisikia unatoka hapo unasikia uko hai, unaenda unapona kwa jina la Yesu Kristo. Now it is possible mtoto aliye ndani ya tumbo kugeuzwa, na akishageuzwa, dalili ya kwanza, mtoto anaanza kuwa tofauti, ana behave tofauti ndani ya tumbo. Maandiko yanasema, na Rebeka akauliza, ikiwa kuzaa ni hivi, basi haifai tangu nishike mimba, tangu juzi hapa kwa tumbo langu kuna shida. Hii sio ujauzito watoto, mtu anacheza kwa tumbo. Kuna shida. Alipoenda kukonsult akaambiwa, ndani yako kuna mataifa mangapi? Mimi nakuuliza unayeniangalia, umezaa mataifa ama umezaa kunguru ama umezaa mwizi ama umezaa jambazi ama umezaa profesa? Muulize mwenzako, wewe umezaa nani? Ama umezaa mtu ambaye atatukimbiza na bunduki akiwa Amen. Amen. Anaambiwa ndani yako hizo vita viko na maana ngapi? Mbili. Number one, you have nations inside you. Sio watu, mataifa yako ndani yako. Mataifa mangapi? Number two, yule mdogo amemzidi mkubwa nguvu. Hiyo ndio vita vinao. Ikiwa watoto ambao hawajazaliwa wako na akili wa kupigania nyota, Mungu jameni, Mungu, kwa nini ulinizaa Kenya? Si ungenizaa hata Rwanda huko, wangenielewa. Watoto ambao hawajazaliwa, hawanyonyeshi, hawaoni siku zao za kuzaliwa bado, wanajua umuhimu wa mtu kuwa na nyota.
lakini Mkristo hajui. Wanapigania utajiri spiritually, hawapiganii utawala wa mashamba. Na Wakristo wanapigania mashamba. Na mara mwingine anasema, pastor niombee, ndugu yangu amekataa kunigawia sehemu. Si wewe uje tu nikugawie hii alafu uende utengeneze mali. Achana hao watu. Mtu ananielewa? Lakini unborn children wanageuziwa roho. Rebeka anasema kuna vita hapa, na anaambiwa hao si watu, hao ni mataifa. Yeyote mjamzito katika ibada ya meza ya Bwana, unapotumia mwili wa Yesu na damu ya Yesu Kristo, mtoto apewe roho na akili ya Kristo, roho na akili ya kutawala Kristo. Tunaenda polepole vizuri. Wengine washaanza kuelewa walizaliwa nani, lakini sijafika huko. Ngoja tu. Mimi nasema Mungu utanisaidia. Mimi nadhani yangu ilichukuliwa ndani ya tumbo. Nikazaliwa box, naishi box. Hata carton ya kubeba mzigo kupeleka ng'ambo ni afadhali nipanda ndege. Mimi siwezi panda. Yaani gunia inayobeba mzigo inapeleka ng'ambo imepanda ndege. Wewe hata airport huwezi ingia. So it is very possible kugeuza roho ya mtu akiwa ndani ya tumbo. Amen. Tumeelewana watu wa Mungu? Na ukiwa wewe ni mzazi na mke wako ni mjamzito, uwe mwangalifu. Kaa very close to a higher altar. Tafuta, hata kama iko Kongo, nenda huko. Hiyo higher altar iko na uwezo wa kupeana roho kwa mtoto aliye ndani ya tumbo, na ni roho nzuri. Lakini ukifikiria huko ni mbali, mimi siwezi enda, utazaa watoto ambao watakusumbua. Waulize wazazi ambao watoto wanaambia nigawie shamba ama nitakuua. Ama unazaa mtoto ambaye anatoka kule alikotoka alafu anakuja, madhe, mimi nataka chakula, na ako na 45 kama mimi nataka chakula, na usiniambia una chakula. Angalia, nitakumada mama, nitakumada, nataka chakula. Si uende umwambie mke wako, mke wangu umesikia wako wapi? Si ulinilaani mke ameenda, watoto pia hakuna. Wewe mama usiniongeleshe, nataka chakula, nikirudi mimi sijui ni kwa nini walevi mara nyingi hawamalizi maneno, wanamaliza kwa mikono yao na macho. Sasa unajiuliza, huyu mtoto ataniua. Anakuja anaiba vitu anauza, anakuja anaiba vitu anauza. Na mwingine ni msichana, hakai nyumbani, wanaume wote wanamjua, wanaume wote, mpaka ni aibu. Ametoa mimba 6, na wale ambao amezaa watoto hao wako kama yeye kabisa, na hajui nini nafanyika kwake. Na ukimuuliza anakasirika, anakwambia mama nitakudunga na kisu. Anatoka na ameenda, anakuja saa yake, anatoka saa yake, anakuja saa yake, anatoka saa yake. Sababu hujui ulizaa nani na ulizaa nini. Roho iligeuzwa tu akiwa kwa tumbo. Listen to me. Mwingine anaangalia mtoto wake nyumbani, anasema huyu wangu ni mzuri, mpole. Hata nyoka mdogo pia kanakaanga mpole. Hata mtoto wa simba haumi mtu na akuli mnyama, anakunywa mziwa. Si mtoto wa simba anakunywa maziwa?
Hata paka mdogo hali panya, anakunywa nini? Maziwa. Siku ile atakomaa, ile roho itapata akili iliyokomaa, alafu ile roho inaanza kazi. Tengeneza mtoto wako kiroho kabla haijafika saa ya kumpoteza. Usiseme wangu ni mzuri, hasumbui. Akiwa mdogo wa miaka 5, 8, 10, hajui uzinzi, hajui usherati, mpaka akili ikomae na mwili utoshe kwenda nje, inampa tu. Sababu mimi sikuambiwa na babangu nenda uoe. Saa ya kuoa unapata ufahamu. There is a spirit that speaks to your hardware. Sasa saa ya mtoto kupotoka, ile roho anafika class 7 na anavuta bangi kuliko Waluya wote, na hakuna mwalimu anamchapa, na wewe huwezi muongelesha. Alikamatwa kwa tumbo. That is chapter namba ngapi? Tuende chapter namba ngapi ya message yangu? Wale ambao walizaliwa vizuri, mimba ikachukuliwa vizuri, wakazaliwa vizuri, alafu wakalelewa vizuri, alafu wakageuzwa katikati. Lakini ngoja nikuelezee kitu fulani hapa kwa wale ambao wanakamatwa kwa tumbo. Amen. Asante mtoto wangu, leo unanielewa. Wale wanaokamatwa kwa tumbo, dalili ya kwanza, ujauzito inakuwa na matatizo. Because the spirit in the body, the spirit in the baby's body is a unique spirit. So itaanza kuwa na clear behavior. Saa zingine ukienda kupimwa hospitalini wanakuambia hatuoni mtoto. Wakipima tena wanaona mtoto. Mtu ananielewa? Ushawahi pitia hiyo? Hiyo roho iko kwa tumbo, si yako. I'm warning you and I'm telling you the truth. Pima mtoto, hayuko. Mama anasema jamani, kuna kitu kinagonga hapa. Hata nasa akishika anasema kuna object and it is alive. Ukienda maombi, ukiombewa, wanaenda wanapiga picha, wanaona mtoto. Yule achana hizi objects. Madaktari wametengeneza. Doctors are good people. God gave them knowledge for the body, not the spirit. Ya rohoni achia roho waliopewa knowledge ya kiroho. Ya mwilini achia madaktari walipewa knowledge ya kutibu mwili, and they are good people. Wewe utaniambia nini wakati daktari amepima ujauzito haoni mtoto, alafu mtu anakuja maombi, anaombewa, anaambiwa nenda, alafu anapimwa tena mtoto yuko? Mitambo ilikuwa mbaya, ama stima ilipotea, ama macho ya daktari iliziba? If you can't answer that, listen to me. I set you free, my daughter, in Jesus' name. Baba, unasikia hiyo statement? Nitawacha. What is it? Saa zile nimemuuliza nini huwa inafanyika, hakuna. I set you free and I give you a new spirit in Jesus' name. Mimi mapepo anijibu. I don't normally have time for that, because the body is a container. Amen. You command the evil spirit out and you give a new spirit into the body. Hata watu ambao unaonanga wanapona, I command the evil spirit of sickness out of the body and I give the spirit of life, healing ndani ya huyo mtu, na huyo mtu anapona. There is nothing unique, there is nothing genius in it.
Sasa mtoto akiwa ndani ya tumbo akigeuzwa unasumbuka. Number 1. Number 2, shida ni siku ya kujifungua, before azaliwe ama wakati wa kujifungua. Wakati wa kujifungua ndio wanageuza mwili wa mtoto, sana sana kama roho ambao, kama ulishika mimba na roho ambao mtoto aliye ndani ya tumbo ako nayo ni roho na imechukuliwa, wanaweka roho tofauti. Wakiweka roho tofauti lazima ufungue macho. Sasa nitakuelezea vile unafungua macho. Wakati wa kuzaliwa mtoto hutoka na miguu, ama hapumui, ama anacheleweshwa kutoka mpaka anachoka. Akishachoka akizaliwa havuti pumzi. Akikosa kuvuta pumzi, daktari atakwambia huyu mtoto atakuwa na shida kukua, maybe hataongea, hatatembea. Ili ujue mtoto wako akona was born with a certain problem, but walikufunga macho, ni roho imechukuliwa imepelekwa kwingine, ili ubaki ukiwa unaona a problem. So hautaona nyota ilienda, utaona mtoto wangu alizaliwa akiwa na cerebral palsy, mtoto wangu alizaliwa akiwa na convulsions, mtoto wangu alizaliwa akiwa hivi, mtoto wangu alizaliwa akiwa amepindana, mtoto wangu alizaliwa hatembei. You will never see the bigger picture. Hivyo ndivyo kufunika macho ya mtu anayeona nje, haoni kile kilichochukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua nawafundisha vitu vigumu. Baba, nafundisha vitu vigumu kwa sababu watu walijua pastor ni pastor. Asifiwe Yesu, tuisha Mungu, amen. Tumekuja ibada, kaeni tuanze. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Kuna watu ambao wanatembea na nguvu za Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Shetani huwawinda 24/7. Wanawindwa 24/7. Ukikaa karibu na wao, kaa kama yeye, la sivyo akiepa mishale utajungwa wewe. Kuna wachungaji wanaweza wakaingia kwa gari wakaendesha gari wakaenda. Me, I can't do that. Kuna wachungaji wanaweza ni asubuhi akaitisha breakfast akakula. I can't do that. Okay. Ninawaambia kitu ambacho hakuna mtu anajua, ni mimi na mke wangu ninajua. Nilimwambia Mungu, nataka mtoto wangapi? Niko na mtoto wa kwanza kijana, wa pili msichana, na mtoto wangu ambaye mamake alifariki ni mtoto wa ndugu yangu. Mke wake alifariki wakati anajifungua, nikamchukua akiwa mdogo mpaka leo. Ndio maana niko na watoto wangapi? Kwa nikamwambia Mungu, nataka mtoto wa 3 wangu. Akaniambia usizae kama hautaomba, uzae roho. Usimwache mke wako ashike mimba azae kama hautazaa mtoto ambaye ako na roho nzuri, usizae. Ya pili akaniuliza mchungaji gani atazaa bila kuomba? Because it matters whom you give birth to. Jamani, saa zingine tunazaa watoto mpaka unateseka miaka 20 na maisha mtoto ngapi? I woke up, I told my wife, hata jana nilimwambia, wengi walizaa watoto lakini mkebe ni wako, rangi yake ni rangi ya mama, sura yake ni sura ya baba, kipara kama ya babake, lakini roho anavuta bangi kama gari la moshi iliyoletwa hapa 1901. Hiyo ndio maisha yake. Sababu gani? Roho iligeuzwa. So ndugu yangu, wakati mke wako anajifungua, the process of delivery,
Wewe unajua ya kwamba kuna watu ambao wamewekwa kwenye vitengo fulani mahali wanasaidia watu wakijifungua, kwamba akipokea mtoto wako wakati na mke wako anajifungua, anampa roho. Ikiwa kitambara cha Ezekiel kinaponya watu, cha Paulo kiliponya watu, je, mkono wa mtu? Nasi gani amepokea mtoto wako? Na uko na mamlaka ya kiroho ya kupambana na hiyo roho iliyoko ndani yake. During delivery there are a lot of things that happen. Daudi anasema, mimi nilizaliwa katika dhambi, mimba yangu ilichukuliwa hatiani. Yeye anajua the process. Sasa wakati wanazaliwa ndio unafunikwa macho. Saa zingine wanamuua, akishamuua ile nyota imeendea mtu mwingine. Now number 4, chapter 4, amen, ambao hiyo itakusaidia, utajua ilifanyika wakati gani na uko kwa chapter gani. Kuna watu wanageuzwa roho zao wakiwa watu wazima ama watoto wa shule. Maandiko yanasema hivi kwenye kitabu cha 1 Samuel chapter number 16, 14.